Bana, haya ndo maisha halisi ya Afrika. Unapoteza muda mwingi sana kutafuta elimu, ukisha hitimu kazi inaanza kutafuta kazi. Leo hii kutana na kijana huyo hapa anakwenda kwa jina la David ndani ya jiji la Lagos, Nigeria, akipambania mchongo. Ameacha jasho si chini ya lita 2 kutafuta kazi bila mafanikio yoyote. Anaamua kurudi nyumbani, anakutana na binti yake. Binti anamwambia, baba karibu. Baba anamwambia, Precious, kwa nini hujabadili nguo za shule mpaka sasa? Binti anamwambia, baba nimepoteza funguo yangu tena. Baba ana mind kinoma, anamwambia Precious, utabadili vitasa vya mlango mpaka lini binti yangu? Inabidi uwe makini zaidi, pesa zenyewe hakuna. Kwa hiyo ujala mpaka saizi? Binti akamwambia, hapana baba, nimekula kwa Auntie Keria. Auntie Keria anamwambia, Precious ni binti yangu mdogo, ndiyo tayari ameshapata chakula, na pia kuna chakula cha ziada, kama utahitaji unaweza kupata chakula na wewe. Lile neno lilimkera kinyama mshikaji, akajiumauma kisha akamwambia, nimeshakula nilipotoka, lakini pia asante kwa kumzingatia mtoto wangu Precious kwa chakula, nashukuru sana kwa hilo. Bana, sasa hapa nichukue fursa hii kumuelezea mwanadada Keria pamoja na bwana David na mtoto ambaye anakwenda kwa jina la Precious. Ila kwanza naomba support, subscribe, like, comment. Mwanadada Keria ni mpangaji mwenzie na David ambao wamepanga wote nyumba moja. David ana mtoto mmoja ambaye anakwenda kwa jina la Precious. David aliwahi kuwa na mke miaka mingi iliyopita, mkewe akapoteza maisha, ikamlazimu kumlea mtoto wake akiwa single father, hana chochote katika hali ya umaskini. Nyumba hii amekutana na mpangaji ambaye anakwenda kwa jina la Keria. Keria anaonekana kumpenda sana bwana David. David hataki mazoea kabisa na huyu mwanadada. Haya, okay, tuendelee tulipoishia. Wakaingia ndani, David malalamiko kibao, akilalamika, mwanamke ananifuatilia kwenye njia zangu. Binti akamwambia, baba, lakini si unafahamu nyumbani kwetu hakuna chakula, mbona umekataa kula chakula kwa Auntie Keria? Baba akamwambia, nafahamu hakuna chakula, lakini haijalishi, niwenda wazimu kuomba chakula kwa jirani. Mbaya zaidi, jirani mwenyewe ni wa kike, siwezi binti yangu. Binti alimwonea huruma sana baba yake, kiasi kwamba alibidi ampe pole. Baba anapitia changamoto za kutosha ise. Uhalisia ni kwamba unaonekana inadhihirisha kuwa bwana David anaishi maisha magumu, kiasi kwamba analala chumba kimoja, kitanda kimoja na binti yake, akiwa amejipumzisha, mawazo kibao yakiwa yanajirudia katika kichwa chake, sehemu mbalimbali alizopita kwenda kuomba kazi na jinsi alivyofeli na majibu aliyoyapata. Hatari na nusu, kichwa kilipata moto. Huyu bwana usingizi ulikuwa hauji katika kichwa chake. Usiku ulikuwa ni mrefu sana, alitamani pakuche. Swala la kuajiriwa aliona lisha kuwa gumu kiupande wake, ni bora atafute vibarua vya kufanya ili aweze kumsaidia mtoto wake katika changamoto za maisha anazozipitia. Asubuhi hapa binti anamuuliza baba yake, vipi leo uende kutafuta kazi? Baba anamwambia, najisi mgonjwa na nimechoshwa kutafuta kazi ambayo sijui nitaipata lini. Ninachokifikiria ni bora niende kwenye site kutafuta kazi hata ya kubeba zege, ili mradi niweze kukusaidia mtoto wangu katika maisha magumu unayoyapitia. Binti anapata simanzi, anamwonea huruma baba yake, anamwambia, baba, ipo siku kila kitu kitakuwa sawa baba yangu, vumilia. Baba anamwambia, I promise kila kitu kitakuwa sawa binti yangu. Akiwa anatoka mlangoni anakutana na mwanadada Keria. Mwanadada Keria anapatwa na mshangao jinsi mshikaji alivyovaa. Jamaa leo alikuwa amevaa kwenda kupiga vibarua vya zege, si kawaida yake. Leo mshikaji alikuwa amevaa nguo za kwenda kubeba zege. Anamwambia, leo huendi kutafuta kazi, mbona umevaa hivyo? David alichoka kwanza, ikabidi acheke. Akamwambia, ina maana unanifuatilia wewe mwanamke? Hauna kazi ya kufanya ama vipi? Maisha yangu yanaingiliana nini na wewe? Kwa nini usifanye mambo yako, niache na maisha yangu? Keria akamwambia, mimi nafuatilia maisha yako? Jamaa akamwambia, ndio unafuatilia maisha yangu, kwa nini usifanye mambo yako? Unapita pita kwenye njia zangu, kwani wewe ni bodyguard au ni mlinzi wa maisha yangu? Chukua time bwana. Kisha mwamba akajikata, akaendelea na maisha yake. Jioni hapa Mr. David akiwa anapata chakula cha jioni na binti yake. Binti anamwambia, baba, sikumbuki mara ya mwisho ni lini kula chakula kizuri kama hiki katika nyumba hii. Baba anamwambia, ni swala la muda binti yangu, nina imani ipo siku kila kitu kitakuwa sawa, na kesho kuna mchongo unaofuatilia, kama ukitiki kila kitu kitakuwa sawa. Binti akamwambia baba yake, hilo ni swala la furaha, ni swala la furaha baba yangu, naomba Mungu alifanikishe. Mara mlango unagongwa, binti anataka kwenda kufungua. Baba anamwambia, endelea kula, ngoja nende nikamsikilizie nani anayegonga mlango. Anayegonga mlango ni huyu hapa, ni mwanadada Keria.
anamwambia habari za jioni. Mwamba anasema niambie shida yako nikusaidie nini. Mwanadada Keria anamwambia nimekuja kuomba samani kwa lile jambo la asubuhi. Ninasema kweli samani David, sikukusudia kitokee kitu kama kile pale David. David akamwambia bwana, nina jambo nalifanya na mtoto wangu, tunapata chakula cha jioni, kama utojali ungetuacha tuendelee tafadhali, naomba nifunge mlango. Mwanadada akamwambia subiri, kuna karatasi hapa ambayo inatoka kwa mwenye nyumba, inazungumzia upandaji wa bili ya umeme. Anasema muda mrefu hujalipia bili ya umeme, la sivyo wakati uishi giza bila ya taa. Mwamba na maindi linamtoka povu bwana David, mbona mimi sina vitu vya ufahari vya kutumia umeme mwingi mbona bili imekuja kubwa? Hii nyumba vipi? Sina friji, sina chochote, yani sina hata TV, natumia kuwasha taa tu na kuchaji simu yangu. Wewe unaona ni sawa hii kweli? Keria akamwambia hilo ni swala la wewe na mwenye nyumba wako, mimi alinihusu, mpigie uonge naye, ukiona imeshindikana basi akate tu umeme uishi kwa giza. David anasema mbona sasa kama ni uonevu, yani ndani ya nyumba yangu kuna nini sasa? Hamna chochote kile. Ugumu wa maisha uliendelea kuongezeka kwa David. Leo binti amemtolea uvivu babake, akamwambia baba, mbona unamchukia Auntie Keria? Mbona ni mtu mzuri, tunaonekana kukupenda. Baba akamuuliza swali kama hilo linatoka wapi? Binti akamwambia namuona tukua ni mtu mzuri na ana shida. Baba akasema huaga nachukia mtu ambaye anafuatilia maisha yangu, sipendi. Binti akamwambia kwa nini usimfanye kuwa ni mama yangu? Anaonekana na upendo na unajua kabisa baba kuwa nimemmisi mama yangu, muda mrefu nimeishi bila mama baba. David alichoka kwanza, akashusha punzi, maana hakuna uongo katika hilo. Siku hii bwana David alifua nguo zake, jua lilikuwa limeshazama, anaenda kuzitoa nguo katika kamba na puanika. Hapa anakutana na Keria akiwa ameshamtolea na kumkabidhi nguo zake. Mshikaji maswali yaliendelea kuongezeka kichwani kwake, kaupendo kwa mbali kameanza kusogea katika moyo wake. Pamoja na maneno magumu anayoyapata kwa mshikaji, mwanadada Keria kukata tamaa, aliendelea kuonyesha upendo wa kweli. Asubuhi ya leo Precious akiwa anaelekea shule, Keria alimkimbilia akamwambia umeamkaje binti yangu, na kisha akampa barua fulani akamwambia hii mfikishie babako katika mikono, kuna sehemu aende akafanya interview ya kazi, huenda akapata kazi, nataka kuwasaidia katika maisha yenu, napenda uishi maisha mazuri mtoto wangu. Binti Precious alifurahia, akaona kweli kabisa huyu anastahili kuwa mama yake, ana si kwa upendo anauonyesha kwa baba yake. Keria aliendelea kusisitiza, akamwambia Precious hakikisha baba yako anaipata kwa muda na apige namba, kwa sababu kuna mtu ambaye tayari nilishaongea naye katika hiyo kampuni, anaweza kwenda kufanya interview akapata kazi. Basi binti Precious alifurahi sana, alimshukuru sana Keria. Keria akaingia katika pochi yake akatoa pesa kidogo kumkabidhi Precious ya matumizi ya shule. Alifurahi akamwambia asante. Keria akamwambia naenda kazini, ukirudi shule hakikisha unakuja nyumbani kwangu tunaonana. Akamwambia asante, bye bye, kwaheri. Alifurahi sana Precious. Kabla ya kuelekea shule, kwanza alitaka kuelekea ndani kumpelekea baba ile barua. Anakutana na baba mlangoni, baba anamwambia mpaka saizi bado uko hapa? Akamwambia kuna barua nimepewa na Auntie Keria nikuletee, ni kuhusu kazi na pia amenipa hela ya shule. Baba akamwambia sawa, nitafanyia kazi, wewe elekea shule, nakutakia siku njema baba. Baba akamwambia nawe pia mtoto wangu. David akiwa anatoka katika interview, kuna dada alikuwa yuko mbele yake, akadondosha business card kisha akayokota kumkimbilia. Anamwangalia ni rafiki yake wa zamani sana ambaye aliwahi kuwa mpenzi wake, anaitwa Jesse. Kila mmoja alikuwa na mshangaa mwenzake, hivi ni wewe? Anamwambia ni mimi, za siku. Akasema ni siku nyingi. Ndipo akapata wasaa wa kuongea. Jesse maisha yake ni mazuri kiasi fulani, alimleta mpaka maeneo jirani na nyumbani kwake David, na kisha wakaanza kupiga story za maisha yaliyopita. Ndani ya gari story zilikuwa hivi, bwana tulivyotengana mimi na wewe ulienda kuoa, vipi familia yako? David akamwambia mke wangu alipata ujauzito, wakati wa kujifungua bahati mbaya alipoteza maisha, nilijikuta na jukumu zito sana la kumlea binti yangu, nikapoteza kazi niliyokuwa nayo, kampuni bado ilinifilisi mali zote nilizokuwa nazo, yani ni changamoto kubwa sana ambayo nilipitia. Mwanadada Jesse akamwambia kwa hiyo una mtoto wa kike? Akamwambia ndio, na ninampenda sana binti yangu. Akasema wao, story yake ilimhuzunisha mwanadada Jesse. David akajiongeza akamchomekea ndogo ndogo, akamwambia leo ni siku nzuri sana tuliokutana mimi na wewe, unaonaje tukaendeleza pale tulipoishia? Nahitaji mama wa kumlea binti yangu, kama inawezekana naomba nikuoe uwe mke wangu. Tangu mke wangu afariki sijawahi kuwa na hisia na mwanamke yoyote, lakini hisia zangu kwako hazikukoma. Jesse akamwambia ni kweli unachokisema, lakini sihitaji kuwa na ndoa kwa sasa, muda huu ni wakati wa kula maisha yangu. Hapo hapo mwanadada Keria akapita, akamwona vizuri sana David ndani ya lile gari akiwa na yule mchumba. Alisikia wivu, lakini atafanya nini sasa? Akapita na zake. David baada ya kutolewa mbavuni ombi lake,
anapangusa makalio na kuchomoka ndani ya gari kuelekea nyumbani. Ile Titi Fotati anafika nyumbani, anakutana na mwanadada Keria, anamwambia habari za mchana na kisha anampa habari zake. Anamwambia nilikuona ukiwa na rafiki yako ndani ya gari, mlikuwa mkipiga story. David anajitetea kwa kusema ni rafiki yangu wa zamani anaitwa Jesse. Akamwambia hapana, nilikwambia tu kama nimekuona na pia nisingeweza kukuita aliyakuwa huko na rafiki yako katika mazungumzo. Hapo kuna maagizo yako kutoka kwa mwenye nyumba, anasema anakupigia simu lakini haupokei simu yake. Fanya ima umtafute, umtumie pesa yake, na kama iwezekani basi akute nyumba yake ipo wazi. Balaa lingine linamkuta David, hana senti 10 mfukoni. Nini atafanya katika kipindi kigumu kama hiki? Haya sasa, baada ya siku 2-3 kupita, tunasema mwaka wa majanga ni majanga tu. Leo anarudi nyumbani kutoka kibaruani, anafika mpaka ndani kwake, anamkuta binti yake akiwa amejilaza hapo. Anasogea kumwangalia kulikoni tena, anakuta binti yake analia. Anamuuliza shida ni nini mtoto wangu, mbona unalia? Binti anamwambia nimeshafukuzwa shule, yani nimefukuzwa shule, walianza kunisumbua kabla ya wiki hii kuisha. Binti akamwambia baba, nitafanyaje sasa na shule nimefukuzwa? Baba akamwambia kwa nini? Ngoja niende huko shule. Binti akamwambia hapana baba, usiende, nilichofukuziwa shule ni school fees, inatakiwa ada babangu, na wewe hauna pesa. Bwana David alichoka, ikabidi akae kwanza kumsikiliza mtoto wake na kumwambia maneno ya kumfariji kwamba mtoto wangu uvumilia tu, na imani haya ni mapito na ili jambo pia litapita, mtoto wangu utasoma katika shule nzuri. Leo akiwa misele yake, anafika sehemu anakuta posters ya kazi, anachukua namba ya simu kujaribu kupiga, huenda akapata kibarua huko. Siku ile ile anatembelewa na rafiki yake Jesse nyumbani kwake. Jesse anakuja na kumuuliza vipi bwana, habari za hapa? David anamwambia hapa ni kwema, karibu sana mgeni wangu. Basi Jesse anamuuliza David, anamwambia mtoto wako anaendeleaje? Anasema mtoto wangu anaendelea poa tu, sijui wewe uko utokapo. Akamwambia huko ni kwema kabisa, nimekuja kukutembelea leo baada ya siku 2-3 kupita, nimekuwa kama nimekumisi rafiki yangu. Akasema mimi nipo hapa, maisha yetu ni vile vile yanaendelea kuwa magumu, hali kila siku haibadiliki, basi naona mabalaa tu yanaendelea kuongezeka, vipengele visha kuwa vingi mpaka sasa hizi. Jesse, kama una chochote unaweza kunisaidia, nisaidie. Wakawa wanatoka baada ya maongezi. David anamwambia Jesse asante. Muda huo Keria alitoka sijui ni toilet, alikuwa amebeba ndoo mkononi, anawaona akiwa wanatoka Jesse na David. Roho yake ilimuuma, sema ndo vile atafanya nini, aliishia kuangalia tu, hana namna yoyote ile. Haya basi, asubuhi hapa ni majira ya asubuhi sana, yani tunasema 12 kasoro. Mwamba simu yake inaita, anaichukua na kuangalia jina ni mwenye nyumba wake. Anamwambia bana, umekuwa ushiki simu zangu kwa muda mrefu sana, na unajua kwamba nyumba hiyo si ya kwako, inabidi uwe unalipa kodi. Sasa kama muda umefika kiasi hiki umepita, unaweza kurudisha nyumba yangu. Mwamba alitafakari, kichwa kilimuuma, yani ubongo wa mbele ulipata joto. Akajikuta anafanya nini sasa? Akakumbuka wazo likamjia ya kwamba mchana katika misere yake kuna sehemu alichukua namba ya simu ya sehemu ya kazi. Akaamua kuipiga ile namba, aende akaangalie kama ni kufanya interview, ajue kwamba hiyo kazi ni kazi gani, yuko tayari kuifanya hiyo kazi. Moja kwa moja anapiga simu katika ile ofisi na kupewa maelekezo pahala pa kufika. Amejikuta ametokea kwa mganga kienyeji huyu hapa. David akasema uende kawa nimekosea eneo la kuja. Mganga akamwambia hapana, hujakosea, hapa ni sehemu sahihi bwana David. David alishtuka baada ya kutajwa jina lake na huyu bwana. Akamwambia kwa nini uendelee kuhangaika kutafuta kazi? David akasema sihitaji pesa za hivyo, sihitaji kabisa. David akamwambia hapana, mimi nataka kazi ambayo naweza kutafuta pesa kwa kutumia nguvu zangu. Lakini mganga aliendelea kumshawishi bwana David. David akasema wacha niende, labda nitarudi tena kwa wakati mwingine nikilifikiria ili swala kwa uzuri zaidi. David akasepa, mganga akamsisitiza ni damu ya mnyama tu inahitajika. Mwamba alirudi nyumbani bwana David, kichwa kiliendelea kumpasuka, moja wala mbili haikai. Alidiskasi, akawaza mambo mengi katika ubongo wake, akawaza lakini pesa si ni ile kwa mganga anaiona, na iachaje sasa kwa mfano. Palipokucha David akasema shida usinitanie, kaingia kwa huyo mganga, na kisha mganga anamwambia umekuja basi sadaka ya kwanza ni damu yako. Anapeleka kidole, mganga anatoboa, na kisha anachukua damu hiyo na kuiweka katika chombo fulani na kuihifadhi katika mizimu yake. Baada ya hapo mganga akamwambia sasa hii ni sadaka ya kwanza, sadaka ya pili inabidi utoe sadaka ya mwanamke. David alimind, akataka kuondoka. Mganga akamwambia kaa, tuliza pressure. David akamwambia nilijua tu kama ulikuwa unanidanganya, tangu asubuhi nakuja nilijua tu kama unanidanganya, hakuna utajiri pasi
na kutoa sadaka ya damu ya binadamu. Naomba ukae kimya na usinipigie tena simu yangu. Jamaa akamwambia tulia, wewe tayari ulishaingia maagano. Umechelewa David. Bana unaambiwa cheka sana omba sikukute. David anarudi nyumbani, anamkuta binti yake yupo nje, mabegi yametolewa nje. Anamuuliza binti, anamwambia mwenye nyumba amefunga mlango na amesema ya kwamba tuondoke katika eneo hili hapa la nyumba yake. Mtoto alikuwa analia na kumwambia baba, tunafanyaje sasa? Pressures anatia huruma maskini, tutaenda wapi? Ndipo mwanadada Ekeria akajitolea kuwasaidia, akamwambia nitakusaidia mpaka pale mambo yako yatakapokuwa sawa. Akamwambia nyamaza kulia binti yangu Precious, si unajua nakupenda, sipendi kuona ukiwa unalia. Basi David alibaki tu ameduaa, akaona bana hii dunia kwani nimekosa nini? Akawakaribisha mpaka ndani Ekeria, akaanza kuishi nao hapo katika nyumba yake. Siku ya pili tu baada ya kupata hifadhi kwa mwanadada Ekeria, leo hii mtoto Precious amelala mchana na kujifunika shuka, baridi kali akiwa anatetemeka vibaya mno, yani mtoto ni mgonjwa. Ekeria anarudi na kumkuta Precious amejilaza na kumuuliza kulikoni tena Precious. Precious anamwambia nasikia baridi kali. Ekeria anapagawa kumwona mtoto akiwa katika hali ile. Huu ni mwaka wa gundu kwa Mr. David. Atafanya nini sentano ana? David ana siku ya pili hajarudi nyumbani. Ekeria alikuwepo nje anamsubiri na kumwambia na kupigia simu ushiki. Mtoto anaumwa yupo ndani, hali yake ni mbaya. David anakimbilia ndani kwenda kumwangalia mtoto wake. Anamkuta Precious akiwa amejilaza hapo. Anamuuliza kulikoni, ndipo anagundua ya kwamba tatizo limeanzia kwa yule mganga baada ya kumwambia umeshaingia maagano na una namna ya kutoka katika kombe hiki. Ekeria akamwambia lakini nimempa dawa iliyomsaidia kushusha joto lake kidogo, angalau ana afadhali. David alikuja mpaka kwa yule mtaalamu na kumwambia tafadhali mzee wangu, nipo chini ya miguu yako, naomba uyaache maisha binti yangu mdogo, bado anasoma yule, hana hatia yoyote, yupo kitandani, ni mgonjwa. Basi yule mganga akamwambia David, ili kupata uhuru wako na mtoto wako inakubidi utimize maagano ambayo ulisha saini kwa damu yako. David akasema niko tayari kuoa, lakini kwa sasa naomba maisha ya binti yangu, hali yake ni mbaya, yuko kitandani katika hali mbaya. Niko tayari kuoa alafu mtoe huyo mwanamke sadaka, lakini maisha ya mtoto wangu ndio kipenzi changu na ndio mtoto wangu wa pekee, sina mwingine. Mganga akamwambia ukirudi nyumbani utamkuta amepata afadhali, lakini inabidi utimize sharti la mizimu. David akamwambia sawa, naomba muda. Amini usiamini, David anarudi nyumbani na kumkuta binti yake akiwa na afya tele. Binti anamwambia baba, leo hata siumu tena, na lini narudi shule? David anamwambia binti yake muda si mrefu mwanangu utarudi shule, kuna mchongo na usikilizia, siku mbili hizi mambo yatakuwa sawa na kila kitu kitaenda kama kawaida. Binti akamwambia baba, nami nakuombea Mungu mambo yako yaende vizuri ili niweze kurudi shule, si ndio Aunt Ekeria? Hakuna usiku ulikuwa mrefu kwa bwana David kama usiku wa siku hii hapa. Alikuwa akimtazama mpenzi wake ambaye ni Ekeria. Kwa sasa walishafunga ndoa. Alikumbuka na baadhi ya mambo mema ambayo alifanyiwa na Ekeria pamoja na kumsaidia katika kipindi kigumu, na akakumbuka masharti ambayo aliyapata kwa mganga kwamba ili kufanikiwa na kujitoa katika kile kifungo cha mizimu inabidi aweze kumtoa sadaka mwanamke ambaye atakayemuoa, na kama itashindikana basi atampoteza mtoto wake ambaye ni Precious. Precious ni thamani yake ya pekee katika maisha yake, hana ndugu zaidi ya mtoto wake. Alitoka mpaka sebleni kuiangalia thamani ya moyo wake ambaye ni mtoto wake aliyeachiwa katika kipindi kigumu na mkewe. Atamtoa yupi katika hao wawili? Na wote anawahitaji. Kama ilivyo Mungu amtupi mja wake. Leo mwamba akiwa yuko mtaani, simu yake inaita, anapokea simu. Ilikuwa ni simu ya kazi. Kazi imetiki kule kwa mwanadada Ekeria alipomwambia apeleke ile barua, lakini mwamba aonekani kuwa na furaha. Kwa nini? Na wakati alikuwa akitafuta kazi siku zote, chanzo ni yule mganga alivyomwambia amtoe mmoja wapo kati ya mke au mtoto wake. Ni swala hilo linalomkosesha furaha. Taarifa za kupata kazi zikafika kwa mwanadada Ekeria. Alifurahi sana na kumwambia sasa umepata kazi. Alimkumbatia mpenzi wake, lakini David hakuonekana kuwa na furaha yoyote. Uso wake ulikuwa umekosa furaha, anaonekana kuwa ni mtu wa majonzi. Ekeria akamuuliza, shida ni nini? Mbona huna furaha mume wangu, wakati ulikuwa ukitafuta kazi muda mrefu na umeipata? Kutoka katika chumba na seble cha kuhifadhiwa na mwanadada Ekeria, leo David anamiliki nyumba nzima. Ekeria amekuwa ni mama wa mjengo. Precious amerudi shule ya basi na njano. Maisha yamebadilika kiujumla. Kwa sasa David anamiliki pesa nyingi. Ekeria ametoka ofisini na binti Precious ametoka shule, wakiendelea kuenjoy maisha. Wanasema pesa ni sabuni ya roho. Muda huo David akawa ameingia nyumbani, akamwambia oh baby. David
akamsalimia mke wake na kisha akaja kujikalisha katika kochi hilo hapo. Lakini David anaonekana kutokuwa na furaha kabisa, mawazo kibao kichwani, akifikiria siku za kupeleka sadaka kwa mganga zimeshakaribia. Atafanya nini? Nani abaki, nani amtoe? Wote anawahitaji kati ya mtoto na mama. David alikuwa katika hali mbaya kiasi kwamba hajui kitu gani cha kufanya. Mke wake alikuwa akimuuliza, lakini David aliendelea kuficha, ikawa ni siri yake peke yake. Akamwambia, ila sikuelewi, ilitakiwa ukiwa uko nyumbani angalau uonyeshe furaha mume wangu, hata kama una changamoto za ofisini. Leo David alikuja tena kwa yule mganga na kumwambia, mzee wangu tafadhali sana, mimi sihitaji chochote kile, kama pesa ninazo tayari na kazi ninayo, sihitaji maisha makubwa ya hivyo. Nampenda mke wangu, nampenda na mtoto wangu, siko tayari kumtoa yoyote. Tafadhali naomba uniachie familia yangu tuishi maisha yetu, kidogo tulichokuwa nacho basi tumerizika nacho. Yule mganga akamwambia, David, tumekupa muda mrefu, muda umeenda, mizimu inataka sadaka yake kwa sasa. David akamwambia, nilishindwa kukuelewa mzee wangu, ila kwa sasa naomba unielewe. Kwa sasa nina kazi na pia tuna furaha. Nawezaje sasa kuishi mbali na familia yangu hali ya kuwa tayari nina kazi na nina furaha? Yule mganga akamwambia, tafadhali David, hata kazi uliokopo nayo mimi ndo nimesababisha ukawa na hiyo kazi, kwa hiyo hakuna cha kufanya na mimi sina njia nyingine ya kukusaidia tofauti na kukamilisha sadaka ya watu ya damu ili kufanya uhuru wa familia yako upatikane. David akasema, okay sawa mzee, lakini naomba unibadilishie kitu kingine cha kufanya tofauti na iko. Hii hapa ilikuwa ni siku ya Jumapili. Familia ilikuwa ikijiandaa asubuhi kwenda kanisani. David alishawishiwa kwenda kanisani, lakini yeye akasema atabaki tu nyumbani kulinda nyumba. Keria kwa utani aliendelea kumlazimisha na kumwambia ya kwamba huenda ikawa tatizo lako la mawazo kupitiliza likaondoka baada ya kwenda kanisani kumwomba Mungu wako na kumwangukia kwa magoti. Aliendelea kujitetea kukwepa njia ile ya kwenda kanisani, akiwa anajua kwamba upande wa pili anakwenda kwa waganga wa kienyeji. Basi waliamua kumwacha na kwenda zao kanisani kumwomba Mungu. David akawaambia, nawatakia maombezi mema, asante sana, lakini next time inabidi na wewe uende kanisani. Leo akiwa anarudi kazini, kuna sehemu alisimama sana na kutafakari kwa nini ili jambo linalomsumbua simwambie mkewe Keria, huenda akapata suluhisho ya jambo hilo. Akaona potelea mbali, leo ngoja ni mchane mke wangu. Keria alipata hizo habari. Keria alishtuka na kusema, Mungu wangu, Mungu wangu, kumbe umenioa ili mradi uje unitoe sadaka. Ni kitu ambacho kimemshangaza sana Keria na kusema, sikutegemea, kumbe ulikuwa hata unipendi, ni bora ungeniambia mapema. David akamwambia, nakupenda, na kama ningekuwa sikupendi nisingekwambia kitu kama hiki. Akamwambia, wewe ni muongo, mbona umetaka kuniua? David akamwambia, mke wangu, naomba unielewe, nisikilize, mimi sikufanya hivi kwa makusudi, wala sikwenda kwa mganga kwa kusudio labda kutafuta utajiri. Nilikutana na tangazo barabarani, limetangaza ajira, nikachukua namba hiyo nikapiga, kumbe namba hiyo ndo ilikuwa ya mganga. Naomba unielewe mke wangu, sijakusudia kufanya kitu kama kile. Keria akamwambia, hizo ni biashara zako, nashukuru kwa kila kitu ambacho umenifanyia David, pamoja na wema wote. Ukaona itoshi pia ni bora unitoe sadaka. Sikutegemea David, ila kaa ujue wewe na huyo mganga anakuponza, utapoteza watu wawili, akimaanisha Keria ni mjamzito. Keria anakuja ndani na kuchukua nguo zake, akamwambia, David, naomba niache niende na njia zangu, sikutarajia kama utakuwa ni mwanaume mjinga kiasi hiko. Pamoja na yote niliyokufanyia, lakini David, hukuona thamani yangu na bado unataka kunitoa sadaka David. David anamwambia, naomba usiondoke mamtu, kama ningekuwa nimedhamiria vibaya nisingeweza kukwambia chochote kile, ningekausha. Nafsi yangu haijakubaliana na chochote katika masharti ya mganga. Siko tayari kumpoteza mtoto wangu wala kukupoteza wewe mke wangu, naomba unielewe, natamani tuwe na furaha kila siku katika familia hii, niko chini ya miguu yako. Akampigia magoti mke wake. Mwanamke anapatwa na roho ya huruma na kuona basi sio swala kwa namna alivyojielezea mkaka wa watu, mbora amkunjulie roho. Akamkunjulia roho, lakini alitaka ufafanuzi zaidi, ni namna gani wanaweza kutoka katika janga hilo. Njia walioipata ni kuweza kumtumikia Mungu kwa ukweli. Mungu ukimtumikia kiukweli, basi shetani ukimbia mwenyewe katika njia zako. Na baada ya kumtumikia Mungu kiukweli, ukawa ndo mwisho lile tatizo, mganga akabaki amefulia. Hii hapa ni siku ambayo tunasema David amepiga bingo, yani ameupiga mwingi, amepata pesa mingi. Kwanza amepandishwa cheo katika ofisi aliyokuwa akifanyia kazi, kutoka kuwa mfanyakazi wa kawaida hadi kuwa bosi namba 1. Ilikuwa ni siku ya furaha. Mwanadada Keria alifurahi sana,
Akamwambia, haya ndo matunda ya kazi ya mikono yako. Unaona sasa, unafanikiwa bila kumwaga damu ya mtu yoyote. Hii ni hatua kubwa ya pili ambayo tumeipiga mme wangu. Lazima tuende tukawe watu wakubwa katika mji huu. Kwa kweli ilikuwa ni furaha isiyo na kifani katika familia hii. Mtoto naye akawa ametoka ndani baada ya kusikia shangwe la mama yake. Akamuuliza, vipi kulikoni? Baba akamwambia, mwanangu, nimepandishwa cheo na sasa tuna maisha mazuri zaidi ya haya ambayo tulikuwa tukiishi. Wakakumbatiana na huo ndo ukawa mwisho kazi yetu safi na kwenda kwa jina la Love with a Taint.